Uhali gani, habari gani wewe mpenzi msikilizaji na mtazamaji ambaye watufuata popote pale ulipo. Sina budi ya kuwa mwenye furaha na bashasha zilizokuwa tele kukaribisha kwa mara nyingine katika vipindi au matangazo kupitia channel yako hii pendwa ya Khairat TV. Ikiwa wewe ni mgeni mara yako ya kwanza kufuata kituo hichi au channel hii ya Khairat TV, matangazo haya na vipindi hivyo vipata moja kwa moja kutoka hapa Phoenix, Arizona, ikiwa ndio makazi makuu ya kituo hichi. Kama nilivyokuahidi katika mitandao ya kijamii, nitakuja na makala maalum ambayo yatakuwa na mfululizo ndani ya haya masiku matukufu. Na katika makala yetu ya kwanza tunaanza na safari ndani ya ibada ya haji. Haya ndiyo makala yetu ambayo tunaanza nayo ndani ya masiku haya matukufu. Sasa umeianza safari itakayobadilisha maisha yako. Kumbuka, Allah amekuteua wewe kuwa mgeni wake. Hatua ya kwanza ya kiimani ulipoondoka nyumbani kwako hukuchukulia kama safari ya kawaida ya mapumziko. Huu ni wakati wa kutafakari kwa kina. Safari hii inashabihiana na safari yetu ya mwisho kuelekea akhera. Jiulize, watu watakukumbuka kwa wema gani utapoondoka? Tawakkul na mtegemee Allah subhanahu wa ta'ala. Umeikabidhi familia yako kwake. Umewaacha wapendo wako mikononi mwa mlezi bora. Ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala amekualika katika nyumba zake, hakika atatunza familia yako kwa namna bora kabisa. Safari hii ni sehemu ya ibada. Usiruhusu muda upotee kwenye mitandao ya kijamii au mambo yasiyo na tija. Dua ya msafiri haina kizuizi. Omba kwa unyenyekevu, wakumbuke watu wa nyumbani kwako na Waislamu pia. Elekeza shauku yako kwenye Kaaba. Kumbuka kisa cha yule mwanamke alifariki kwa furaha wakati akigusa Kaaba, na mifano mingine mingi ambayo tayari imeshajitokeza. Ruhusu moyo wako utamani kukutana na Mola wako. Katika hadithi ya Qudus, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, yeyote anayekuja kwangu akitembea nitamwendea nikiwa nakimbia. Imethibitika katika Muslim. Tumia nyakati hizi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanyia wepesi katika safari yako, kwani huko nyuma mahujaji walikuwa wakisafiri kwa miezi kadhaa, wakipita katika mazingira hatarishi, wakivumilia tabu na mashaka makubwa ili mradi tu wafike katika ardhi takatifu. Kile kilichokuwa kikichukua miezi kadhaa zamani kinachukua masaa machache tu. Muhajir wa kweli ni yule anayeacha yale Allah subhanahu wa ta'ala aliyokataza. Ainisha dhambi unazotaka kuziacha milele na ziweke kwenye orodha yako ya dua. Haji ni safari ya kumrejea Allah subhanahu wa ta'ala. Ulipoacha mji wako, kusudia pia kuacha madhambi. Safari ya haji inahitaji subra. Kuwa mkarimu kwa mali yako na kauli zako kwa mahujaji wenzako. Ukiwa angani, tazama jinsi miji inavyopotea na kuwa midogo. Hiyo ndiyo hali ya dunia mbele ya ukuu wa Allah. Nina hadithi ambayo inaweza kushabiana na maneno ambayo nimezungumza. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama alisema, hakika mimi ninaona msioviona. Mbingu inalia kwa kuelemewa na uzito na ina kila haki ya kulia. Hakuna hata nafasi ya vidole vinne mbinguni isipokuwa kuna malaika aliyeweka paji lake la uso chini akimsujudia Allah. Imethibitika katika Tirmidhi. Haji si kutembea maeneo, bali ni mafunzo ya kuitakasa nafsi. Tumia kila sekunde kujiweka karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Safari hii iwe ni mwanzo wa maisha mapya ya kiroho yatakayoendelea hata baada ya kurejea nyumbani. Labbaika Allahumma labbaika. Safari njema ya kuelekea kwa Muumba wako.